imebeba siri nzito yanayoendelea. Kuna mengi Odi. Odi. Karibu binti. Asante babu. Shikamoo. Baraba. Karibu keti. Asante babu. Haya binti, habari za utokako? Ni salama babu, lakini sio salama. Tangu nikuone nishajua na matatizo, lakini karibu. Asante babu. Acha. Binti, una matatizo makubwa sana. Kwanza ni kwamba anaonyesha kabisa hapa hata mkono wako unashindwa kushika kile ambacho Mungu amekupangia. Na hii sio kingine, wala sababu nyingine. Ni husuda za walimwengu zimekuandama. Binti, una nuksi. Wamekujaza nuksi. Na hata tatizo lako la kutokushika mimba, ni wao ndio wamefanya hivi. Ni kweli babu. Unachokiongea ndicho kinachonitokea. Na umeniandama mno. Sijui babu yangu utanisaidieje. Sasa hilo limekwisha. Kwa kuwa umefika katika mikono yangu, kila kitu kitakwenda sawa kabisa. Mimi ndo mzee mtambo. Sijawahi kushindwa na kitu. Sasa mizigo yako utapaki hapa ndani. Utakuwa ndio chumba chako cha kupumzika hapa mpaka pale dawa yako itakapokamilika. Sawa? Sawa babu. Acha mimi nitumie muda huu niende nikatafute dawa zako. Tuje tuanze tiba mapema. Aya babu, asante. Haya, karibu sana binti. Haya. dunia imebeba siri nzito yanayoendelea. Kuna mengi mafumbo. Ujana tusiutumie baya. Nguvu na madaraka yanatupeleka pabaya. Maana mwisho wa ubaya siku zote huwa aibu. Ona yamenikuta, imebaki aibu. Nde. Bwana wewe. Wewe vipi? Ndugu yangu, leo nina furaha. Nimekuja hapa kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani? Tuwe zangu asubuhi mwenyewe kwenye uganga wangu kidogo. Basi nikapata mgeni. Wacha bana. Baba chombo hiyo. Wacha bana mtambo. Sio nimekusanishwa na malaika. Wewe wakati mwingine wewe mlugaruga tu. Mimi nakujua. Huyu ajui huyu. Hai mnipe, hebu nipe ubuyu.
Yule mtoto ni amenyoka, amekuja amesema ana shida zake. Kwa hiyo tayari nishajua shida zake, niambia hata nikutafutie dawa, ngasema kabla sienda kwenye dawa, nikupitishie kwanza wewe kwanza ujumbe ili ukae ukijua. Kwa hiyo mzee mwenzangu, unakuja kunilingishia ama? Sio kulingishia. Hii ni kama kukupasha tu habari fulani ili ukae ukijua kwamba kuna jambo nataka liendelee hapo kwangu. Haya vipi? Nishapata ambaye atakuwa anaponda ponda zile dawa zangu sasa hivi. Wacha bana. Sasa hivi nakupaka dawa anaponda yeye. Wacha bana. Natafuta tu naweka tu. Na ninavyokujua wewe kaisha. Sasa ataponaje? Wacha bana. Na nilikuwa natafuta kwa muda mrefu. Leo mzigo umekuja wenyewe. Ndio nalo neno. Sasa hivi mambo ya kusonga, mambo ya kuchapa chapa mboga si kufanya nini? Wacha bana. Nakuachia wewe mwenyewe. Mwenzangu ese. Jambo la kumshukuru Mungu hili. Mungu umeokoka. Ile sasa kitu nakwambia. Masuala ya kuja kwangu kipindi sipo yafe. Sasa hivi ukija nyumbani na mimi hakisha mimi nipo. Mzee mwenzangu. Mbona tena wivu? Sio wivu, mtu chake bwana. Bado kwanza hata hujampanga. Kaja kama mgonjwa. Tayari umeshaanza wivu mzee mwenzangu. Na mimi sijui mambo yangu ya kila siku nakuja kufuata ndele kwako. Tena nisije kufuata ndele kwa hiyo. Na ugoro wenyewe ununuliwi. Mwenzangu. Kajua kamewaka. Nuksi. Yaani atakiwa uje na bata mwekundu wewe ni kusafisha hiyo nuksi yako. Kwa uganga gani? Kwa uganga gani? Leo unanidharau. Wewe. Bwana mimi nilikuja kufikishia habari tu hapa. Kwa hiyo acha niende kwenye mihangaiko yangu katafute dawa nikaanze kumtibu yule mtoto. Kasema anaitwa nani? Jina lake? Silijui mimi. Wewe unaona kingine cha kuuliza maana ulize jina? Mzee Mtambo? Mzee Mtambo. Achana mimi bwana wewe. Acha nishapata nimeshajipata. Ngoja sina nenda msenye kauya magasia ngoja muze kauya nani kenza gulukae kaula kinyemi mwana mamendo sangazi hani kenza agulukae kaula kinyemi mwana mamendo sangazi Ndugu sangazi. Ndugu sangazi. Binti, dawa zako nimezipata, lakini kila nikijaribu kuangalia hapa kwenye ramli yangu, kwa sababu ni kawaida yangu kwanza kumwangalizia mgonjwa kabla sijaanza kumtibu. Utapona, lakini tatizo lako litachukua muda kidogo. Kwa hiyo ningeomba tuelewane, endapo unahitaji kupona, itakutaka ukae hapa ndani ya miezi mitatu. Miezi mitatu? Ndio. Babu, mbona inachukua muda sana? Miezi mitatu babu ni mingi mno. Na ukizingatia mimi na biashara zangu nyumbani sijaaga, yaani kwa kweli sidhani kama nitamudu. Binti, miezi mitatu ni michache sana. Kuna wenzako wanakaaga hapa hadi mwaka kutokana na uzito wa makafara yao. Wewe kafara lako ni zito sana, kwa sababu atakani kusafishe mwili ni kutoe nuksi walizokutia huko mjini. Alafu nianze kusafisha mirija yako, nikupe dawa safisha mirija yako uweze kushika ujauzito. Alafu baada hapo nataka kutengeneze wewe, hiyo ukifika mjini unakuwa ni nuru, unawaka kila sehemu. Mtu mwenye hela zake anakuja anawekeza kwako, biashara zako zinatembea, unapata bwana mzuri mwenye hela anakuoa. Mambo yanaenda vizuri. Nataka kutengeneze maisha yako binti, wewe nataka uinuke. Kuna wenzako wameshakuja hapa. Sasa hivi wako zao, huyu kaenda sui huko sui Ulaya au sui hala huko, huyu sui kaenda wapi usui singo na nani huko sui jiografia. Wengi nimewasaidia. Kwa hiyo mimi tu moyo wangu umevutiwa na kukusaidia wewe. Ndio maana nakwambia miezi mitatu. Hata hiyo unatakiwa ukae 6.
Nikasema ukae mitatu ili nijitahidi kwa hali na mali, kwa sababu sasa hivi hakuna foleni, ni wewe tu peke yako upo. Sitapokea mgonjwa yeyote kwa kipindi hiki hadi wewe upone. Miezi mitatu ni michache sana binti. Ni michache sana. Nimejitolea kwa moyo. Unajua hapo nimejitolea kwa moyo. Nimejitolea kwa moyo. Nataka wewe upone. Unapona kabisa. Nielewe tu. Ni sawa babu. Lakini kwenye miezi mitatu sidhani kama nitaweza kukulipa hizo gharama zote. Isitoshe mimi nilikuwa najua kwamba nakuja leo nafanyiwa dawa naondoka, au kesho naondoka. Sikujua kama kuna miezi mitatu, sijui kuna kusafishwa sijui mirija, sijui kuna kusafishwa nyota, kwa hiyo sikuwa najua hivyo. Kwa sababu sijui kama nitaweza kumudu kulipa hizo ni pesa zote. Binti, unazungumzia swala la gharama mapema hii? Swala la gharama tutalizungumzia pale utakapokuwa umepona na kufanikisha mambo yako tayari. Halafu na kitu kingine, mambo ya gharama kwangu mimi sio kipaumbele sana. Mimi nimeletwa kama malaika. Nimeletwa na Mwenyezi Mungu kama msaada nije kuwasaidia ambao wanateseka na matatizo hapa duniani. Na wewe ukiwemo. Sasa yani mimi nikushike magharama manini? Sadaka ni yote utakayokuwa nayo. Hata ukitia 200, 300, ni ulichojaliwa wewe unafanya pale. Yaani gharama kama ilikuwa ni ya leo ni kiasi fulani, basi hata kafara yako nilikuwa nataka mwaka, ungetaka tu ile ile. Hapo sawa, gharama hayo usiazungumze sana. Mimi kazi yangu ni kusaidia. Mimi nitakusaidia, utapona. Na ukishakuwa kabisa umepona kabisa, tutajua kwamba sasa babu nimpe hiki, babu nimwachie hiki, ni wewe tu. Hata kama huna wewe ukanitafutia uletee, ni wewe tu. Kwa hiyo kuwa free kabisa kwa kipindi hiki hadi pale afya yako itakapotengamana na uzima ukaupata wa kutosha na mambo yako yakawa yako sawa kabisa. Unanielewa? Sana tusiendelee kupoteza muda sana. Kuna mboga. Ukiingia kwenye chumba hicho hapo kuna mboga. Alafu utaangalia kuna vikundi nimeleta hapo. Jaribu kufanya mambo ili tuweze kupata chakula. Maana siko vizuri, nataka nianze dawa zako. Sawa. Nipumzike. Acha nijipumzikie zangu hii. Sasa hivi masuala ya kupika sikuosha vyombo, kuchambua mboga sio shida zangu. Shapata mtoto sasa hivi, bado jambo moja tu. Nawezaje kumwambia? Nawezaje? Halo, jina langu ni Hashim Kambi. Nina hakika sura yangu sio ngeni machoni kwako. Leo nina habari njema sana, na bila shaka utataka kujua ni habari gani hizo. Rama Shop Best Electronics ni wauzaji wa simu janja na simu za kawaida, bila kusahau speakers za Bluetooth, charger, earphone, headphone, hard disk za kompyuta na bidhaa nyingine kemkem. Bila shaka utataka kuziona hizo vile vile. Tafadhali karibu dukani kwetu au tupigie simu kupitia namba 0716 122 873 na nyingine ni 0767 153 370. Duka letu liko katika mji mdogo wa Kibirash, wilaya ya Kilindi, mkoani Tanga. Karibu na hutajutia.